Kama hauna hofu ya Mungu, unakuwa na hofu ya matatizo. Usipokuwa na hofu ya Mungu, unakuwa unaogopa matatizo, una hofu. Ukisikia matatizo unaogopa. Tatizo lolote unakuwa unaliogopa. Biblia imeandika usiogope. Wewe unakuwa unaogopa kwa sababu hauna hofu ya Mungu. Ile hofu unayokuwa nayo ni ya matatizo sasa. Ukisikia radi imepiga, radi ni ishara ya Mungu. Mungu alishuka kwenye wingu na mngurumo wa radi. Musa kuogopa, alikaa kwenye huo mngurumo. Waisraeli waliogopa. Ndio maana Mungu aliwaambia wafue nguo zao wajitakase. Nataka nikupe picha. Wanafunzi walivyokuwa kwenye boti na Yesu, mawimbi yalipo, boti ilivyokuwa na yumba, Yesu alikuwa intact. Yesu alikuwa calm. Alikuwa na utulivu, amelala. Wanafunzi wanasumbuka, Yesu amelala. Kishona una hofu ya matatizo. Story zako ni za matatizo. Unakaa na mtu anakuhadisia matatizo, kaa mbali na mtu wa namna hiyo. Ni mtu anayekujaza hofu. Watu wengi sana wanaabudu kwa imani zao, lakini wana hofu. Wana mahali wanapategemea hapa kidunia hii, wanategemea, lakini ikitokea majanga fulani au kitu fulani wana hofu. Hiyo hofu inayokuingia ni kwa sababu hauna Mungu ndani yako. Unamwogopaje Mungu ambaye unakuwaje na hofu kwenye kitu ambacho ni sauti ya Mungu, radi inashuka. Unajua kasa huyu ni baba yangu ananguruma sasa, analeta umlio. Unaogopa nini? Sisemi usichukue evacuation procedure. Sisemi usijikinge. Sisemi hapa, nazungumza ile hofu hata wewe umejifungia ndani. Ukishaona tu una hofu, baba yako wa mbinguni ananguruma labda, wewe unaogopa. Unamwogopa muumbaji wako? Unatakiwa muogope kwa kutokutenda maovu. Usipomwogopa Mungu kwa kutokutenda maovu, utaogopa matatizo. Kitu kinakuja kama msaada kwako au kinakuja kama nini, uona kiogopa. Utaogopa, unakimbia pasipo kukimbizwa. Maandiko yanasema waovu. Kwa nimekupa tu picha. Ndio maana ukiwa ni mhalifu ukasikia mlio wa bastola au ukasikia tu watu wanakusogelea ambao waelewi, unaogopa.